Kwenye mfungo wa Ramadhani na Kwaresima, mle mchana mfunge usiku. Kwenye mfungo wa Ramadhani na Kwaresima, mle mchana mfunge usiku. Mwili kwenye mwili wa binadamu kuna homoni makundi makubwa haya mawili. Kuna homoni zinazofanya kazi mchana na kuna homoni zinazofanya kazi usiku. Homoni zinazofanya kazi usiku huwa hazijishughulishi na uchakataji wa chakula. Unapokula chakula usiku, mwili unakichukua kile chakula, unaenda zile homoni za usiku za marekebisho hizi zinakichukua kile chakula zinaenda kukihifadhi kwamba zitakitumia asubuhi. Asubuhi ukiamka wewe unakunywa chai. Mwili unasema utakitumia mchana. Mchana wewe tena unakula. Kwa usiku unaendelea kubaki. Mwili unasema kinaendelea kukaa hicho cha usiku. Usiku tena unakula. Mwili unasema utakitumia tena asubuhi. Asubuhi ukiamka tena wewe unakunywa chai. Kile cha usiku kinaendelea kubaki. Kipo tu. Na mchana hivyo hivyo na usiku hivyo hivyo. Ukifanya hivi wiki moja wiki ya pili, yani mabaki ndio yanageuka yanakuwa mafuta. Mafuta ambayo yanakupelekea upate uzito mkubwa na kuweka kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari aina ya pili na kuweka kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa pressure na msongo wa mawazo ambao umepitiliza. Ndio maana mwanadamu yote ili uwe na afya njema, unatakiwa chakula cha jioni ule saa 12 jioni. Hiyo ndio dina. Yes. Yani chakula cha jioni ule saa 12 jioni. Baada ya hapo usile tena hadi saa 4 asubuhi. Hii ni njia bora kabisa tena kwa watu ambao wanataka kupunguza uzito. Ziko njia mbalimbali ambazo watu wanatumia kupunguza uzito. Kuna wanaotumia madawa, wanaotumia mazoezi, wengine diet. Lakini hizi njia zingine hizi zote ni za kitoto. Hii njia ambayo nimesema hapa hii ndio njia bora zaidi. Kwa sababu utakapoamua kupunguza uzito wako kwa diet, kwa mazoezi au kwa madawa, utakapoacha hiyo diet yako, utakapoacha hayo mazoezi yako, utanenepa mara mbili zaidi ulivyokuwa mwanzo. Isipokuwa sasa hii njia unaweza kaitumia, endapo ukishatumia kwa mfano hizi njia ukapungua, alafu kaona nataka nibaki na uzito huu niliobaki nao. Hapa sitaki kunenepa, wala sitaki kukonda. Hapo sasa ukianza kufuata huu utaratibu pia itakusaidia. Lakini pia upande wa vyakula, watu ambao ni wanene, mle vyakula vya juu ya ardhi peke yake. Na watu wembamba wale vyakula vya chini ya ardhi peke yake. Huu ni utaratibu ambao ukifuata ndio maana kwa watu ambao wametembea nchi mbalimbali. Kwa mfano ukienda China, watu ambao wamefika China watakuwa mashahidi. Ukienda China, Wachina wengi huwezi kukuta Wachina wana vitambi matumbo kama hapana. Kwa nini? Kwa sababu Wachina wengi chakula cha usiku wanakula saa 11, saa 12, kuisha saa 1. Huwezi kusikia Mchina anakula chakula saa 4 usiku kama mnavyofanya nyinyi huko. Ndio maana naona wengi wanakuwa wako smart tofauti na nyinyi huko. Sisi tuna vyakula bora lakini bado afya za Afrika zinakuwa ni tia maji kwa sababu kutokufuata utaratibu na kanuni za ulaji.